watu wamekutengenezea kofia la miiba na wamekuvalisha kwa kichwa, unasikia uchungu, unalia peke yako, lakini kupitia huo uchungu Mungu ataleta baraka kubwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Wamekuvalisha kofia la miiba, miiba ambayo inakudunga mpaka unasikia uchungu, unashindwa, unajaribu kuitana, hakuna yeyote ambaye anaweza kukuitika, lakini kupitia huo uchungu Mungu anaenda kukufanya kitu kikubwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia hilo kofia la miiba wamekuvalisha, kuna muujiza mkubwa ambao unaenda kutendeka katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia hayo majaribu ambao wanakupitishia, kupitia huo moto ambao wanakupitishia, hautatokea mahali pale bure, bali jina la Jehova litatukuzwa kupitia huo moto. Bwana Yesu asifiwe. Ni kofia la miiba ya aina gani wamekuvalisha? Ni kofia la miiba ya aina gani wamekuvalisha? Wamekudunga upande upi? Wamekuchoma upande upi? Moyo wako umesikia uchungu, moyo wako umeumia kwa sababu ya lile kofia wamekuvalisha. Lakini nataka nikwambie mchana wa leo, Mungu ameniambia nikwambie ya kwamba kupitia hiyo kofia ya miiba wamekuvalisha, Mungu anakuja kukutendea miujiza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wamekusengenya aina gani? Wamekupiga vita vya aina gani? Wamekuonea wivu wa aina gani? Hiyo ni kofia ya miiba wamekuvalisha, lakini Mungu wa Israeli anaenda kuibadilisha na itakuwa baraka katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Wamevalisha watoto wako kofia ya uchungu, lakini Mungu anaenda kubadilisha, itakuwa ni baraka na ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu huyu ni Mungu ambaye halali usiku na mchana. Maandiko inasema ya kwamba baada ya wao kumvalisha ile kofia, wao waliona tu ni mabaya wanamtendea, lakini naye Yesu katika ulimwengu wa kiroho, yeye aliona akiwa amevalishwa kofia ya kimfalme.